Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kukumbushana kuhusiana na ibada ya swala, ambapo ibada hii kama ibada nyingine zozote, Muislamu anatakiwa asome ibada wakati anaifanya ile ibada, kama tunavyoambiwa na wanawachuoni, alilmu kabla alamal, elimu kabla ya vitendo. Huwezi wewe kuswali kama hujaisoma swala, utakosea. Huwezi wewe kufunga kama hujaisoma saumu, utakosea. Huwezi wewe kwenda kuhiji kama hujaisoma hija, utakosea, kwa sababu ndani yake kuna mambo tofauti tofauti ambayo wewe watakiwa uyajue. Katika ibada hii ya swala yako mambo mawili muhimu sana ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuyajue, nayo ni tahara na udhu. Huwezi kuswali kama huko tahara, wala huwezi kuswali kama huna udhu. Utavijuaje? Kwa kuvisoma. Kwa hiyo ningelipenda kabla sijaiendea swala, kwanza tuzungumze kuhusu tahara, kwanza tuzungumze kuhusu udhu, tufahamu hivi. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipojiwa na Jibrili mwanzo, Jibrili hakumwambia nenda kaswalishe, nenda kafunge, nenda kahiji. Alimwambia ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Kwa hiyo ni muhimu sana tusome ili tupate kujua. Tunapozungumzia tahara, maana yake ni nini? Mtu anapoambiwa kujitoharisha, unatakiwa ujitoharishe kabla ya kuingia katika ibada ya swala. Kutoharisha manake ni kuoga hadathi kubwa, josho kubwa. Kwa mtu ambaye ana janaba, linapatikanaje janaba? Ujue na namna gani utaoga janaba. Mtu ambaye anatakiwa kujitoharisha ni mwanamke ambaye amemaliza siku zake, aliyekuwa na hedhi. Namna gani mtu anapata hedhi, atajitoharishaje? Unatakiwa usome na ujue. Mwanamke aliyezaa anakuwa na nifasi, mwanamke huyu anamalizaje nifasi, anaogaje nifasi, watakiwa ujue. Hili lote ni somo la kuoga ambalo watakiwa ulifahamu. Lakini kuna udhu. Kabla ya kuswali unawezekana ulitawadha alfajiri, lakini kabla ya dhuhuri ulichangukwa na udhu, ulikwenda haja kubwa, ulikwenda haja ndogo, ulitokwa na upepo, ulifanya mambo ambayo ni ya kukutoa kwenye udhu. Ni yapi hayo? Watakiwa uyajue. Vipi nitatawadha? Watakiwa ujue. Katika ibada hizi za kutawadha na kutia tahara na kutawadha, kuna masharti, kuna nguzo, kuna wajibu, kuna sunna. Vyote hivi uvijue. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ametuambia, la tuqbalu salatu bi khairi tuhuri, haikubaliki swala pasina mtu kuwa tahara. Mtu hawezi kuswali yeye akiwa hayuko tahara. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza mambo haya katika Qur'an. Allah amesema katika suratu Maida, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio muamini Allah. Allah akasema, idha kuntum ila salat, mtakaposimama kwa ajili ya kuswali, faghsilu ujuhakum, osheni nyuso zenu. Hapa Allah anazungumzia kutia udhu. Wa aidiakum ila almarafiq, na osheni mikono yenu mpaka katika vifundo. Tunaelekezwa namna ya kutawadha na Allah mwenyewe. Wamsahu biruusikum, na panguseni vichwa vyenu. Wa arjulakum ila alka'baini, na miguu yenu mpaka katika macho ya miguu. Haya ni maelekezo kutoka kwa Allah, anatufundisha kutawadha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza kuhusu hadathi kubwa akasema, wa in kuntum junuban, na mtakapokuwa na janaba, fatahharu, jitoharisheni. Kule anasema kutawadha, huku anasema kujitoharisha. Kwa hiyo tujue kuna tofauti ya vitu viwili hivi. Lakini pia katika kutia udhu na katika kutia tahara, kinachotumika kwanza ni maji. Yakikosekana maji ndio kunakuja michanga na. Kwa hiyo lazima tuyasome maji, tuyafahamu, na hili linathibitishwa na Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala pale alipotuambia, wa yunazzilu alaykum minas samai maa liyutahhirakum bi, na tumewateremsheni maji kutoka katika mbingu
ili mupate kujitwaharishia. Hii utaona lazima kitu cha kwanza katika ibada hii ya swala tuyajue maji. Maji gani tuwaweza kujitwahirishia au kutawadhia, maji gani hayafai, wakati gani yafaa, wakati gani hayafai. Tukiyajua maji, tunaogaje, tunatawadhaje, tukitoka huko ndio tuende tukaswali. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuziswali swala zetu kwa inavyokubalika, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe malipo mema kutokana na ibada hii. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.